Sakata TV, nguvu ya mtaa. Mukhtasari wa taarifa ya Sakata TV. Sheikh Jamali ameongea na waandishi wa habari hususan maandalizi ya safari ya hija mwaka 2025-26, yani mwaka huu, ambapo alianza kutoa salamu na kukumbusha mahujaji juu ya mambo muhimu yanayohusu safari hiyo tukufu nchini Maka, Saudi Arabia. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namshukuru Allah, sala salamu kwa mtume wa umma Muhammadi na ali zake na masahaba zake. Nimekaa tena mbele ya TV hizi kwa wale mahujaji wetu wa mwaka 2026 biidhnillah. Kwanza tulikutana katika klipu imepita, tukakumbushia jambo muhimu sana la tarehe 21 mwezi wa 12 sawa na 1 Rajab, ambapo ndio mwisho wa kupokea fuko la mambo ya mapesa kule, mapesa ya mwanzo. Hilo limefanyika. Ninavyokwenda nazungumza haji ende anajielewa ni kwamba kama hilo limefanyika na bado wewe huku kwenye ofisi ni jina tu ndio limening'inia lipo, au jina na kiwango kidogo sana lipo, dalili ya kuwa hija iko inakwenda inafanya nini? Hija inakwenda inakuacha. Shehe alikumbusha ya kwamba tarehe 21 mwezi huyu, mwezi wa 12, ambatana na tarehe 1 Rajabu wa Kiislamu. Alisisitiza ya kwamba waliokamilisha malipo hayo wanaendelea na taratibu nyingine, huku akiwahimiza wale ambao bado hawajakamilisha kiasi kinachohitajika wafanye haraka na hima, kwani kutimiza masharti inaweka kuwafanya wakose fursa hiyo ya hija takatifu, aidha ibada ya Kiislamu. Kwa hiyo zingatio, kama tulivyosema tarehe 21 mwezi wa 12 tumetuma agizo la kwanza la mapesa. Dirisha hapa linatufahamisha sawa na taratibu za wizara, kumebaki mbele yetu tarehe 20 mwezi wa kwanza 2026 sawa na tarehe 1 Shaaban. Hilo ni agizo la pili la mapesa. Maana yake ile nimesema sinani haji kwa lumekuisha, hapana, ni pesa imekwenda kiwango cha kwanza kwa kununua huduma zenu, kisha kuna kwenda kiwango cha pili tarehe 20 mwezi wa kwanza 2026, ambapo ndio dirisha la mwisho hilo kwa maagizo ya pesa sehemu ya pili inshallah, sawa na 1 Shaaban 1447 Kiislamu. Katika mazungumzo yake, Sheikh Jamali Swaleh alibainisha kuwa hija mwaka huyu ni tofauti na zile zilizopita, hasa kwa upande wa masharti ya kiafya, akionyesha kalenda ya wizara husika inayoeleza ya kwamba Wizara ya Hija na Umra mwaka huu imeweka sharti mpya za kiafya kwa lengo la kulinda afya za mahujaji na usalama wao. Leo nimekutana na nyie kwa pointi ya pili muhimu sana. Ni pointi gani? Ni pointi ile ya mambo ya afya. Jamani, ninakwenda na kalenda ya wizara, maana ni pointi ya mambo ya afya ndio inaingia mezani. Hija hii tofauti na hija zingine, kuna mashuruti ambayo yamekwenda nawekwa hayakuwepo huko. Aliendelea akisema kwamba kuwa orodha maalumu ya magonjwa sugu ya kuambukiza ambapo mahujaji wanayopaswa kujipimisha, aidha kupimwa ni baada ya vipimo cheti cha afya kitachoingizwa ndani ya mfumo huo rasmi wa hija mwaka huu, na ni wale watayothibitishwa ya kwamba wako salama na ndio wanaruhusiwa kuelekea na kujielekeza kwenye msafara wa hija mwaka huu. Kwa mahujaji waliokuwa nje ya nchi ya barani Ulaya hususani hasa Sheikh Jamali alieleza kwamba wanapaswa kujipimisha, aidha kupimwa afya zao huko walipo, nyaraka zao zitume kwa njia ya PDF, kisha
Daktari mwenyewe aliyokuwa nchini Burundi atazihakikisha na kuthibitishwa kutia muhuri rasmi na kuweza kuweka kwenye mfumo na uhusika ili aepuke masumbufu kwa yule waliokuwa barani Ulaya. Kwa hiyo hatua tunavyokwenda, usioni ofisi imekuita ukasema tayari mambo ni mterezo kama wanavyosema mjini. Hapana. Mambo yanakwenda hivyo. Jaribu kufanya nini? Jaribu kuwajibika. Kwa hiyo mpangilio ni huyo upande wa vipimo. Kwa mahujaji wetu ambao tayari wamejisajili, lakini anaondokea nchini uko ambako yuko, labda Zambia, yuko Belgika, yuko wapi, anaondokea huko, tunakutana naye kule na anarudi kwenye mji wake kule, harudi haji hapa nyumbani, lakini Mburundi, hao pia dakta ataiandaa barua hiyo. Kwa hiyo tutaiweka barua kwa njia ya mtandao kwenye PDF ya kila haji ambaye yuko nje. Tutamtumia fanya hivyo vipimo, na baada ya majibu atavifungasha tena kwa njia ile atatutumia, na tutaprint ile karatasi na kuifanyia utaratibu unaowezekana na kuiweka ndani ya system. Hali inakwenda ni hiyo kwa uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala. Aidha, alionya ya kwamba wizara inatoa tahadhari kali kwa yoyote atakayekiuka sheria aidha na taratibu hizo, kwani hatua za kisheria zimewekwa na kuchukuliwa dhidi ya mahujaji hao. Baada ya maelezo, Shekhe alizungumza ya kwamba na waandishi wa habari wa Sakata TV wakijielekeza hospitali tarafani Buyenzi, ambapo alizungumza na daktari Mambo. Daktari huyo aliyotoa salamu kwanza hapa. Naam, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akijumlisha na kutoa ushauri kwa kiafya kwa mahujaji, alitaja baadhi ya magonjwa yanayopaswa kupimwa na akielekeza mahujaji umuhimu wa kufuata taratibu za afya na usalama na hawa mahujaji wengine. Maradhi ambayo hayastahili mtu ambayo ataruhusiwa kwenda hija au yanayo ni maradhi ya namba 5, tunaita insuffisance de l'organe vital. Maana yake ni maradhi yameshikia kwa vile viungo muhimu sana vya mwanadamu. Na maradhi hayo ni kama maradhi ya mafigo. Tukisema maradhi ya mafigo, sio kila mtu anaumwa maradhi ya mafigo eti hataenda hija. Hapana. Wameenda mbali wakasema kwamba ni maradhi ya mafigo ambayo yameshakuwa mwa ile stadi ya kufanya dialysis. Mtu ambaye anapita mdialysis anaenda kuoshwa mafigo, huyu hastahili kwenda hija kwa mwaka huo. Bado atumie matibabu yake, akiwa vizuri insha Allah atakwenda hata miaka ya baadaye. Maradhi mengine ikawa ni maradhi ya moyo. Mtu ambayo ana maradhi ya moyo ambayo ameshafika mstadi ile ya kuwa ya hatari, kisha kuwa na dalili kama kuvimba, kisha kuwa na dalili kama akitembea kidogo pumzi na kataa, kwa sababu ya moyo umeshavimba, moyo umeshaathirika. Pia mtu kama huyo haruhusiwi kwenda hija kwa mwaka huyu wa 2026. Pia kuna maradhi mengine kama maradhi ya kifua, kosa pumzi, na mtu mara kwa mara huwa anaongezwa pumzi, anapewa oxygen. Huyo pia haruhusiwi kwa mwaka huyu wa 2026 kwenda hija. Pia kuna maradhi ya maini ambayo ni ini limeshaharibika. Ana maradhi ya maini pia na tabaka, lakini kwa ile stadi ya mtu kishakuwa na ini limeshaharibika, anakuwa na cirrhosis ya ini. Mtu kama huyu hastahili kwenda hija. Hata mtu mwenye kishakuwa na kansa yoyote ile, kansa yoyote ile ambayo mtu huyo kisha anza na dawa
anatumia dawa, anategemea dawa zile za kansa, mtu huyo kwa mwaka huu wa 2026 hastahili kwenda hija, haruhusiwi kwenda hija. Azidi kupata matibabu, insha Allah akiwa sawa, miaka ya baadaye Mwenyezi Mungu akitufikisha ataruhusiwa insha Allah. Kuna maradhi mengine ambayo inaitwa ni milipuko, maradhi ya kuambukiza. Maradhi ya kuambukiza kama kifua kikuu, tuberculosis. Mtu ambaye ana kifua kikuu haruhusiwi kwenda hija. Maradhi ambayo yanaambukiza. Tuseme mtu una kipindupindu, haruhusiwi kwenda hija, sababu ni maradhi ambayo yanaambukiza. Maradhi mengine ambayo tunaweza kusema sio maradhi kwa mtele, tuseme mama mjamzito. Mama mjamzito yuko kwa ile miezi mitatu ya mwisho, trimestri ile ya 3 ya mimba, maana yake ni mtu anakaribia kujifungua. Pia huyu haruhusiwi kwenda hija huu mwaka kutokana na masharti yametoka. Pia mjamzito, pana ujauzito ule wa kawaida usiokuwa na maradhi yoyote yale, na pana ujauzito unaambatana na maradhi. Tuseme mtu mjamzito alafu ana pressure, hata bado ingaliki ndogo, hajafikia ile miezi mitatu ya mwisho, huyo pia haruhusiwi kwenda hija. Atasubiri ajifungue, baada ya kujifungua insha Allah kwa baadaye ataruhusiwa kwenda hija hizi nyingine. Ana mtu mzima ambaye utu uzima wake umeshasababisha hadi anakuwa anapoteza kumbukumbu. Pia mtu huyo hawezi akaruhusiwa kwenda hija kwa mwaka huyu wa 2026. Na pana mtu kupoteza fahamu, ukichaa, ni maradhi miongoni mwa maradhi, lakini ikisadikia kwamba kuna tatizo hilo kichwani, kwa mwaka huyu wa 2026 hauruhusiwi kushiriki ibada ya hija. Kwa hiyo hayo ni maradhi ambayo idara inashughulikia mambo ya hija, masuala ya hija, imejitahidi kuweka uwazi, kuweka bayana, kutaka tuwafahamishe watu, tuwaeleweshe watu kwamba kutakuwepo vipimo vitavyofanywa kabla, kutaka mtu itasadikia kwamba ana matatizo hayo kiafya, tumshauri na tumuonyeshe njia sahihi ya kupitia, kutaka miaka ya baadaye asipotezi fursa muhimu sana ya kushiriki ibada muhimu, ibada ya hija. Na kuna mambo ya kinga hizi vaccination. Tumeona masharti, sijui kama yatakuwa ni mapya wameongeza, lakini kuna vaccine ambazo zimeongezeka. Pako ya fievre jaune, hayo tumeyazoea. Kuna kadi ile carte jaune ambayo tunachukua kila miaka, ambayo kwa hivi sasa ukichukua mara moja tu ni maisha yako mazima. Lakini kuna vaccine nyingine zimeongezeka kama vaccine ya mugiga, meningite, na yenyewe pia mimi naona imekuwa kama kitu kipya imekuja, haya masharti itakuwa obligatoire. Kuna ile ya COVID, lakini na masharti kwa watu ambao walijipata ile miaka 2021 hadi 24, kama walipata zote za kuenea au hawana tatizo lolote. Kwa kifupi tu, kila mtu itabidi tutazame ile kalenda yake ya vaccine,
tutizame zile vaccine ambazo zinahitajika. Kama bado mtu hajazipata, itakuwa vizuri kuzipata, kutaka aheshimu masharti, na kama Mwenyezi Mungu anaweza kusaidia ibada yake ya hija ikafanyika. Na kuna mengine inakuwa ni wanaita ni tahadhari ya nchi ile inashughulika na maswali ya hija. Hiyo ni kawaida. Hiyo ni kawaida kwa kila nchi. Nchi kishakuwa na mlipuko tuseme wa maradhi ya kuambukia, kule wanasema kuna tahadhari ambao wanachukua. Kuna mambo ya OMS. OMS ikisadikika kwamba nchi husika kuna mlipuko wa maradhi fulani, tuseme Ebola, wale kule wanachukua tahadhari kwa kutaka mahujaji au wanatoka mwa hiyo nchi watizame namna gani wanaweza wakawasaidia na wasababishi huyo mlipuko pia miongoni mwa wenzao watakutania huko. Kwa kifupi, haya ni masharti ya kiafya ambayo yamewekwa na idara hii inashughulikia maswali ya hija, na kutaka tuyatendee haki ya masharti kama haya, inabidi pawe mchakato wa kuwasikiliza na kupima mahujaji wetu wale waliotiania, kutaka tujiridhishe na wao pia wajiridhishe, wasiende kushiriki ibada ya hija wakiwa kwa kategori za watu hawa ambao imehesabika kwamba sio vizuri kuwaachia washiriki ibada ya hija ambayo ni ibada nzito. Ibada nzito kwa sababu mtu kama una matatizo ya kiafya unaenda muibada nzito, alafu wakati wenyewe unaweza kukutana ni wakati mzito pia kutokana na hali ya hewa, joto nini. Hii ni Sakata TV kutoka barani Ulaya hadi Afrika Mashariki. Mimi ni mwandishi wenu Abubakar Suleiman kutoka Ubelgiji.